Kwambia unasikia mimi ni mpitaji tu. Mambo mazito hapa ndani ya Alpha Radio. Hapa tunaangalia swala moja hapa kuhusiana na masuala ya gambling. Mtu anapiga simu unasikia kwamba mimi nimewekeza, sijui nimeweka pesa ngapi, sijui ninangojea timu moja tu imeniangusha. Only one team imeniangusha. Na haya mambo by the way yanaleta, usikia jamii, ndoa zinavunjika, unasikia familia inatawanyika, unasikia watu hata wanajitoa uhai, unasikia mtu anashikwa na mapresha zenye hakuna kwa sababu ya hii kuwa na false hopes. Analala akisema kwamba nikipata hii pesa, alafu ni kila siku mwaka tangu Januari hadi nini akiendelea tu kutaka kuchanga pesa. Leo acha nikuna 200 hapa, badala hata kukula miwa afurahie maisha, anaamua hii pesa yote acha niweke hapa, badala hata kunywa soda mwili wako usikie vizuri. Ni kama nini, wewe unajinyima kabisa. Ukipata pesa kidogo makili ishagonga huko. Hata mtoto maybe hana kalamu, hana kitabu, badala kusema mtoto umnunulie, wewe ushasema hiyo 50 yenye uko nayo, badala kununulia watu hata kule nyumbani ushakimbia, umesema hii sasa wacha niwekeze hii. Unaweka hapo, unalala tena na stress. Mtu anaamua hata wacha nitembee mguu kutoka ni save hii 50 badala ya ati niwekelee game. Alafu kikiumana jamaa anajiongelesha peke yake. Unaona mtu anaanza kukasirikia timu. Sitaki hiyo timu ya Manchester, sitaki kusikia timu ya Chelsea. Sitaki kusikia hiyo timu ya nini. Watu ni kama ni bure kabisa. Sasa unaanza kukasirikia wazungu. Watu ambao wako kwa kazi zao wanalipwa. Watu ambao mpira ni kazi yao. Ili swala tu la gambling ambalo linafika mahali unapata kwamba linaleta shida sio kwa ajili ya jamii, familia, ndoa. Umesikia zinavunjika, umesikia maisha ya watu wanazikwa kwa sababu tu ya maamuzi kama hayo, na kuanza kuwa na false hopes, na kuanza kufanya hata mtu anafika kama anasema hii 2,000 wacha niwekelee tu, na maybe ni pesa wenyewe. Anasema Asimdosi ametoka, acha nichukue hii pesa yake niwekelee hii game, alafu nikipata faida kuna hii hope, nikipata faida mimi nitamunini nikipata faida hii ya juu namrudishia pesa yake, alafu hii nyingine. Hata kuna watu nasikia wameuza hata ng'ombe. Hata huko Kakamega kuna watu walibeti, mtu alisema nikishindwa mimi nakupatia mke wangu. Walibadilishana wake. Mimi nikishindwa utakujia mke wangu. Na hali hapa mbele ya wanaume wengine. Wakati mechi iliisha hivi watu wakasema twende. Na Naliaka akaenda. Naliaka akaambiwa wewe Musali, anashangaa watu wanakuja wengi wakishangilia, wanaume wakifurahi. Kumbe mtu ameangukia bet. Anasema kwamba mzee wako alisema Manchester ikipiga Arsenal wewe ndio unanenia, atakupeana wewe kama mnini, atapeana hata mke nitapeana. Watu wanabeti hadi vitu ambavyo ushajicommit. Jamaa alichukua Naliaka akasema wewe chukua vitu yako tunaenda. Kwani kunaenda aje papa nani? Wewe usiende, beti imeungua. Wewe unabebu hapo na unachukua rungu yako ruwi. Wewe chukua vitu yako twende. Mzee beti imeungua. Huko Kakamega wakibeti wanabeti hata mtu. Wewe unakaa tu hapo nyumbani, kumbe mama wamebeti, wewe unaenda. Ukiwaambia mzee wako akibeti ukasikuingize kwa hizo vitu zao. Tafadhali wa mama, ambieni wazee, wewe mkifanya hiyo vitu ya betting hapana ingiza sisi ndani. Wewe utakaa tu hapo, kumbe mzee alibeti. Hii timu ya huyu ikipigwa wewe ndio unakuja kuchukua. Na wanaume wanakuanga they keep their word. So haya mambo ambayo yanafanyika, mambo ambayo yanaendelea, sisi kama jamii, kama familia, tunapoelimishana mambo kama haya, tuko hapa kwa ajili yako kusaidia kwamba familia